maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Verse number 4. Basi mawaziri na maamali wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Mstari wa 5. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Baba, tunakushukuru, asante kwa sababu kwa pamoja nasi na unaenda kunena nasi. Mungu, kanitie pumzi yako ninaponena na watu wako. Bwana, mioyo yetu ikapate kubarikiwa na kuinuliwa. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Asubuhi ya leo au mchana huu wa leo, Mungu ametujalia nafasi hii tukaweze kusemezana, na katika kichwa cha ujumbe wetu nimepeana ni recover your destiny, or recovering. Unaweza uandike recovering my destiny, whichever unaweza ukaandika, maana hii inakuhusu wewe. Ninaongea juu ya recovering our destiny. Ni hali ya kuweza kunusuru au kuokoa au kuregesha hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatima inamaanisha ya kwamba ni kule unapoelekea maisha yako vile yako, na katika mpango wa Mungu ni kwamba kuna kitu Mungu aliweka ndani yako. Niseme kuna uwezo, kuna nyota Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Kuna mambo unastahili ukaweze kutimiza, na niseme ya kwamba yale Mungu anataka ukaweze kutimiza ni ili Mungu akaweze kujitwalia utukufu, hata kutumia wewe kufanya mambo yasiyo ya kawaida, kufanya mambo ambayo itamheshimisha, mambo ambayo itasababisha akaweze kupokea utukufu. Lakini niseme ya kwamba katika maisha ambayo tuko nayo, tunaishi maisha ambayo saa zingine mtazamo wetu wa maisha kuhusiana na hatima yetu, saa zingine unakuta nyota zetu zinapata mashambulizi. That there are people who tampers with our destiny. There are evil people, people with evil mind, people with satanic mind. They tamper with our stars. Na hivyo nakuta mpendwa anakaa kwa hali ambayo sio ya sawa, sio vile Mungu alitaka ukaweze kukaa, kwa sababu katika mtazamo wa Mungu, kisoma katika kitabu cha Yeremia mlango wa 1 na mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba before I formed you in the womb I knew you. Kabla sijakuumba kwenye tumbo la mzazi wako, anasema ya kwamba mimi nalikujua. I knew you. Bwana siwe sana. Before you were born I sanctified you. I ordained you a prophet to the nation. So anaongea na Yeremia na kumwambia kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, yani ukiwa huko na kabla hujatoka tumboni, na hata kabla hujaingia kwenye hiyo tumbo, ni ya kwamba mimi nalikujua. Na sio hivyo tu, nikakutakasa. So wewe ukija kutokea katika dunia hii ya Kenya, tayari ramani yako ilikuwa imeshorwa. Kuna mambo Mungu alikuwa ametayarisha mbele zako, na anasema ya kwamba kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa. Hiyo ndio jambo ambalo naongea na Yeremia, ya kwamba kuna mambo ndani yako, kuna uwezo umebeba, kuna kitu kiko ndani yako
ambao kitu hiki ni kwa sababu ya kumletea Mungu heshima, ni kwa sababu ya kumletea Mungu utukufu. Wewe na mimi tunaishi maisha ambayo tumembeba Mungu ndani yetu, tumebeba mpango wa Mungu ndani yetu, tumebeba kusudi la Mungu ndani yetu. Na kusudi la Mungu ni ya kwamba sisi tutembee katika utere, sisi tutembee katika nini? In greatness. Tutembee katika ukuu, tutembee katika utere na tutembee katika ukuu. Ndipo nasema ya kwamba but sometimes we find ourselves that our destiny, our star, our glory has been tampered. Na maisha inaanza kuwa mazito. Kuna mashambulizi unapata, kuna vita unapata. Na mchana wa leo ndio niko hapa tukaweze kumwamini Mungu ya kwamba let after this service that somebody is going to recover his destiny. Somebody is going to recover her destiny, her star. We must recover. Bwana asifiwe sana. We must rescue our star. We must rescue our destiny, our glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna mambo inahitaji wewe ufunguke uelewe. Maana Biblia tumesoma na inatuelezea kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Daniel. Tumesoma hata mambo ya Daniel na tukaona vile alivyokuwa. Lakini ndio nasema ya kwamba kuna mambo inafanyika na inafanywa na watu ambao ni waovu, watu walio na nia mbaya, watu walio na roho ya kiuchawi ndani yao, watu walio na roho ya kishetani ndani yao, na wanatafuta namna, wanatampa na hatima yako, wanatampa au wanaintafia na mtiririko wako. Kuna kile wanaona labda unaenda kuwa, so wanatafuta kila namna na kila njia na Mungu ili kila Mungu ameweka ndani yako kisiweze. So kuna mambo mengine unaona inapata mtu, kuna mapigo mengine, kuna mikosi mingine. Na hiyo ni jambo nimejifundisha wakati mke wangu amepata hili jambo, na ndipo nimepata ufahamu ni ya kwamba kuna kitu kilikuwa kinatatizwa. Kuna ule mtiririko ambao adui aliona, amina, na akatafuta bino jinsi ataweza kuitafia, na akishi ya kwamba ule mtiririko hautaenda vile angetaka uwe. Haleluya. Na mchana wa leo kuna mambo ambayo unapitana nayo, kuna mambo ambayo yamekuwa kikwazo kwako, kuna mambo ambayo yamekuwa yanatishia maisha yako. Hauelewi kwa nini unapitia mambo haya, lakini kwa hapa nikwambia kwamba yaweza kuwa kwamba kuna mtu, kuna roho fulani, roho chafu ambayo imeachiliwa na inasababisha ili kapigane na hatima yako. Kama vile Yeremia nabii ya kwamba mimi nalikutakasa, mimi nalikutengeneza hata kabla hujaubika kwenye tumbo ya mama yako, ya kwamba mimi nilikujua, mimi nilikutayarisha, na nikajua kwamba unapozaliwa mimi nataka uwe nabii wa mataifa. Bwana siwe sana. Mungu alitaka uwe suluhisho ya watu wengi. Ndani yako uko na uwezo wa kuwa na suluhisho ya watu wengi. So wewe haujaumbwa ili uwe wa kusaidiwa, lakini uko ukaweze kuwa suluhisho ya watu wengine. Lakini saa zingine adui anaingilia na anatampa na hiyo. Unakuta mtu ako na potential nyingi. Nikisoma katika kitabu cha Marko mlango wa 5, kisoma kuanzia mstari wa 1 uende mpaka mstari wa 20, inaongea juu ya yule mtu alikuwa anakaa makaburini. Huyo mtu ameishi makaburini, anakaa na wafu, anajaribu kufungwa, anakaa wazimu, amefungwa na watu, anafungwa na nyororo, anazikata, maana kuna maroho machafu aliachiliwa kwake. Lakini tunaona Biblia ikielezea kwamba alipokutana na Yesu, hata Yesu anapomuuliza wewe ni nani, anasema kwamba mimi ni Legioni, ikiwa kwamba ni mapepo wachafu wengi ambao wamebebana na wakakaa ndani yake. Na Yesu alipomhudumia na mtu yule akafunguliwa, Biblia inasema ya kwamba na mtu yule alipoondoka mahali pale, akaenda mahali panaitwa Decapolis. Na kule Decapolis Biblia inasema ya kwamba na akahubiri kwa ile miji 10. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Which means ya kwamba
kuna roho fulani chafu, au kuna watu waliona ya kwamba huyu mtu kuna uwezo amebeba, kuna kitu atafanya ambao itasababisha Mungu apate heshima au mtu huyu apate heshima. So kile kiko ni ya kwamba tutamuzima. Na ndio maana hata wakati Yesu amemuombea na ameamua kumwachiliwe awe huru, na hata wale wa ule mji, wale ambao ni wenye kusema, Biblia inasema ya kwamba wakawa na ghadhabu kubwa sana, na wakawa kampeni yao ni ya kwamba Yesu aondoke kwenye ule mji. Bwana asifiwe sana. Hawakufurahia kwamba kuna mtu alikuwa amefungwa na sasa amefunguliwa. Kuna mtu ambaye destiny yake ilikuwa imefungwa. Yule mtu alikuwa ni star. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nasema ya kwamba hata wewe ni nyota. Bwana asifiwe sana. Ndani yako kuna nyota umebeba, lakini haijapata nafasi ya kung'aa vizuri, haijapata nafasi ya kushine vizuri, kwa sababu inakuwa contaminated na maroho mengine. Sasa ule kung'aa kwake hakuonekani. So mtu yule akaishi maisha ambao haikuwa maisha yake. Kuna mambo makubwa sana alitakiwa awe amefanya, maana kama kwa huo muda tu amekimbia na akaenda huko Decapolis, na akaenda akahubiri kwa ile miji 10. Naje kuangalia ni watu wangapi waliookoka kulingana na ujumbe ule aliohubiri. Bwana asifiwe sana. Alihubiri ujumbe mkubwa sana, lakini alikuwa amefungwa. Lakini nashukuru kwa sababu alipokutana na Yesu, his destiny was restored back. Nimekuletea huyu Yesu. He can restore back your destiny. He can restore back the glory of your star in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ukapenye miji, ukafanya mambo katika huu mji, watu wanashangaa ni nini imefanyika. Saa ingine nafasi yako labda hata ya promotion mahali inakuwa iko, lakini inakuwa tampered. Kuna watu wanaingilia kwani ya kwamba mlango huko, lakini kuna wengine labda wanatembea katika mamlaka na wanakuzuia, unazimwa. Unakuta ya kwamba sasa unafanya kazi kwenye ile cheo, hiyo sio ungestahili kuwa. Kuna mahali ungekuwa huko. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna watu wanacheza na destiny yako, na siku ya leo nasema ya kwamba tunang'oka. Yote ambaye ameshikilia destiny yako, yote ambaye ameshikilia nyota yako, mchana wa leo tuko hapa tuseme ya kwamba by fire, by force, ni lazima waachilie hiyo nyota ya watoto wako. Ni lazima iachiliwe katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba watoto wako ni lazima wajulikane. Ni lazima ijulikane ya kwamba kuna watoto Mungu amekupatia na ni wasomi, sio bongorala. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bwana asiwe sana. So wakati nyota yako inaposhambuliwa, pamoja na kwamba uko na uwezo, lakini inaweza ikasababisha, this can cause the level of your effectiveness to go down. Bwana asiwe sana. Hallelujah. This is when the time when your star is suppressed. Yani hiyo nyota ni kama imekandamizwa, imefunikwa chini, imerudishwa chini. So uwezo wako, ushawishi wako, utukufu wako hauwezi ukaonekana, hauwezi ukaadhiri maisha ya wengine kama jinsi ingestahili. Maana kuna kifuniko umewekewa, kuna hali ya anga ambao umezimiwa ili uduae mahali pamoja. Na ndio hapo tunatoka mahali ya kudua mahali pamoja katika jina la Yesu Kristo. There are people who interferes with the brightness of your star. Hallelujah. Tumishi wa Mungu Daniel tunamuona wakiwa kule Babylon. Na Biblia inasema ya kwamba, sasa tukiangalia pale katika Daniel chapter 1 pale verses 20, kisoma utakuta mfalme alikuwa ameita watu wafanyiwe assessment, waonekane hekima yao imefika kiwango kipi. Wale wenyeji wa pale, wachawi, astrologers na hao wengine wote wakapimwa hekima yao, lakini tunakuta hekima ya kina Daniel, it was surpassing hekima ya wale wengine. Biblia inasema kwamba na katika kila jambo la hekima na ufahamu
alilowauliza mfalme, Danieli mfalme akawaona kuwa walifaa mara 10 zaidi ya waganga na wachawi waliokuwa katika ufalme ule. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa tunaona watu ambao wako well loaded. Amen. Ni watu, huu ni Shadraka, Meshaki na Abednego, na naona ya kwamba na Danieli pia yuko pale. So walipopimwa na wale wenyeji na wale waganga ambao wamebobea na wale walikuwa wanaonekana kama wenye hekima sana mahali pale, lakini walipopimanishwa ikaonekana ya kwamba hawa kuna kiwango wako. Amen. So wale wenyeji na wale waliokuwa wakifanywa majaribio au kufanywa mtihani pamoja walikuwa pale, na kwamba mfalme ameona ya kwamba hawa jamaa ni ya kwamba they are exceptional. Amen. Wewe ni exceptional, hauko tu kama watu wengine. Bwana, umebeba uzima wa Mungu ndani yako. Blessed be the name of the Lord. Daniel chapter 6. Tunapoingia chapter 6 and verses number 3. Na tunaona kile kimetokea, kwa sababu hawa waonekana wako na hekima sana, na wale wachawi na sijui na maliwali na hao wengine ambao wako hapo wakaona kuna nafasi, hao watu wametambulikana sana. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Blessed be the name of the Lord. Tunamwona mahali Danieli, kwa sababu ya uwezo ambao amebeba, kuna nafasi amepewa. Maana kipawa cha mtu humfungulia njia na kuweza kukaa na wakuu. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema ya kwamba kipawa cha mtu, your gift will make a way for you to sit with the great men. So kuna kipawa, ana hekima isiyo ya kawaida. Hekima yake ilipopimamishwa na wale wengine, mfalme alipopima akaona hapana, huyu ndio nampa nafasi ya juu. Amen. Na mstari wa 4 nasema ya kwamba basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu ya kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. So walipoona level ambao Danieli ameanza kuoperate katika level nyingine, wao wakatafuta njia, wakaketi kikao. Hawakuwa ni watu wadogo, pia ni watu walikuwa influential, ni watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa. So sauti yao iliweza kusikika. Ni watu wanajua kwamba tutapeleka hii hoja, kwa sababu hatuwezi tukakubali. Bwana Yesu asiwe sana. Hallelujah. So the time unapoanza kushine, kumbe kuna maamiri, kuna mawaziri na kuna hao wengine ambao walihusika, na wakasema ya kwamba wanataka kumshtaki Danieli ili kiwango. So ni ya kwamba they want to tamper with his star. They want to tamper with his destiny. Hallelujah. Yaani kuna watu wako nyuma yako, kuna watu wanazungushana na wewe kila unapojaribu kwenda hivi, kumbe kuna watu. Hallelujah. So umekatiwa kikao, na kile kinasanya uketiwa kikao ni kwa sababu kuna jinsi umeanza kusongea. Shetani anaingia kwa mioyo ya watu wengine na kwa akili za watu wengine, na wanaona njia iliyoko ni ya kwamba ni kuzima huyo mtoto wako ambao unaonekana ya kwamba ana akili ya kusoma, anaonekana na hekima. Lazima tumtafutie kitu tumzime. Bwana, nasema hautazimwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana we ni mwana wa agano. Walijaribu kumzima Joseph kwa kila njia, alizimwa kutoka hata katika nyumba yao. Akajaribu kuzimwa hata akiwa kwa Potifa. Lakini nashukuru kwa sababu hawakuweza, hata kama walijaribu kumweka huko chini, lakini kuna mahali alitokelezea
na Mungu akapokea utukufu. Bwana asiwe sana. Na nashukuru kwa sababu kile kilichomsaidia Joseph ni kwa sababu he had a covenant covering. Bwana asiwe sana. He had a covenant covering, ya kwamba kulikuwa na kuzingirwa na nguvu ya agano ya Mungu na Ibrahimu, juu ya uzao wa Ibrahimu. Bwana asiwe sana. So kuna mahali ungekuwa umemalizwa kabisa, lakini vile sisi ni wana wa agano, saa zingine unatabia hivyo kama Joseph, umeteremshwa, unapitia huko chini kwa chini. Lakini nataka niseme ya kwamba inapokuja wakati wa nyota yako kuwa restored, watakutafuta na hawatakupata. Bwana Yesu asiwe sana. Walijaribu sana kumzima Daniel. Biblia inasema ya kwamba Daniel kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Amen. Walipojaribu kutafuta sababu, a bit somehow very legal, wakaona hatuna sababu ya kumshtaki Daniel, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala hakuonekana kosa wala hatia ndani yake. Watu ni waovu. Amen. Yaani umepewa hiyo kacheo tu, sasa umeanza kutafutiwa makosa. Wanajaribu kuleta hii, wanaona hapana, hii haingii, kwa sababu huyu mtu vile ni mwaminifu, huyu mtu ako hii. Na huo mstari mwingine wa 4 wa 5, Biblia nasema hivyo, ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyu tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Amen. In other words, ni ya kwamba wanataka watunge ka story ka uongo. Ndipo nakuta kwamba walitunga story, wakasema ya kwamba huyu mtu, wanamwambia mfalme, huyu mtu tukisema tuabudu na tusujudie ile sanamu yako, yeye hataki, anaenda kusujudia sanamu ingine, anaenda kumshuhudia Bwana Mungu wake, lakini sanamu yako hataki kusujudia. So mtu huyu hastahili. So akatafutiwa makosa, akakusanywa makosa, mpaka baadaye Danieli anajikuta kwenye shimo la simba. Haleluya. Ni mtu ambaye anapigana na hatima ya mtu, ni mtu ambaye anapigana na destiny ya mtu, anataka kuondoe kwenye njia, akisha kwamba amekuweka chini. Lakini by the anointing of covenant covering hatutaangushwa. Bwana asiwe sana. Tutasimama. You shall stand. Haleluya. Utatingisha mji, utatingisha wale ambao wanakusanyika wakijaribu kutafuta jinsi ya kuangamiza. Hata kama wana uwezo wa kuweka kwenye shimo la simba, lakini as far as you have that covenant covering, hata kwa simba utachomolewa. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Na story yako itaandikika upya. Daniel alipotolewa kwenye shimo la simba, historia yake iliandikika kwa kiwango kingine. Bwana nasema destiny yako iko mikononi mwa Mungu. Hata simba hawawezi wakakupokonya. Hallelujah. Mpendwa, unaenda mbali. Mimi nataka nikutabirie kuambia kwamba unaenda mbali. Unaenda mbali. Mshikilie huyu Mungu. Kama Daniel wanasema ya kwamba hakukuonekana wala kumshtaki, maana alikuwa mwaminifu. Haleluya. Uaminifu na kutunza maagano ya Mungu yalimsababisha akaweza kupona wakati alikuwa anatafutiwa jinsi ya kuangamizwa. Bwana asifiwe sana. So ni ombi yangu ya kwamba may God hide your star from the hands of your enemies, katika jina la Yesu Kristo. Blessed be the name of the Lord. Kuna mambo ambayo hufanyika when your star is arrested. Ni kipi kinaweza kikafanyika? Or when your destiny is arrested. Ikitokea jinsi hii, saa zingine unaweza ukajikuta you can waste time doing the wrong career. Unaweza ukajikuta yani unafanya mambo ambao sio hayo ungestahili kuwa unayafanya. So unakuta unang'ang'ana na jambo sana, lakini hili jambo halipati upenyo, kwa sababu there is somebody who tampered with your star. There is somebody who tampered with your destiny.
mahali ulikuwa upitie, sio hapo unapitia. Samsoni anatakiwa aangamize wale Wafilisti, lakini tunamwona amebadilishwa. Sasa anasaga ngano na ile kitu ya Wafilisti, anakuwa sasa ni msaga ngano, anajikuta anafanya kazi ambayo sio yake, ile laini ambayo ungetakiwa uwe unapitia. So unang'ang'ana, kumbe kuna mahali ulibadilishiwa. Ndio maana unajaribu kufanya hili ni kama haliinuki, hii ni kama halisongi, kwa sababu you are doing not the right career, na mwisho unaweza kujikuta na anguko. Unaweza ukajikuta umekwama mahali pengine. Bwana asiwe sana. Katika kitabu cha Judges ambao tumesoma mlango ule wa 6, kuanzia pale ule mstari ambao tumesoma kuanzia mstari wa 12, tunamwona Gideoni. Ukisoma mambo ya Gideoni utakuta yeye, yani kulingana na Mungu, kama vile Mungu alimuona Yeremia, ni ya kwamba Gideon, Mungu aliona uwezo wa ushujaa. He carried the greatness of God. Na ule ushujaa alikuwa nao ni wa kuweza kuokoa wana wa Israeli. So angestahili awe kwenye uwanja wa vita, anapigana na hao Wafilisti, maana Wafilisti wanakuja wanachukua vyakula na mavuno ya sio Wafilisti, Wamidiani wamekuja wamechukua hizo mavuno na wanaenda nayo, na mwaka huu mwingine wanakuja hivyo. Na fikiria, kuna mtu hapa ndani amepewa huo uwezo wa kuweza kupigana na hao Wamidiani, lakini kwa sababu mwelekeo wake, destiny yake ilikuwa imeshikwa. Kwa sababu Biblia ukisoma inaelezea kwamba ndani ya ule mji wao kuna madhabahu zilikuwa zimeinuliwa na mababa zao. So uwezo wa yale madhabahu uliweza kukamata uwezo ambao ulikuwa ndani ya Gideoni, akateremshwa to nothing. Ndio maana amejificha. Biblia inasema ya kwamba alikutwa amejificha kwenye mashinikizo, akichagua ngano, ako huko kwa shimo. Mtu ambaye amebeba uwezo mkubwa, Bwana Yesu asiwe sana, amejificha kwa sababu ya uoga. So anafanya kile, kazi yake haikuwa ni hiyo ya kuchambua ngano. Kazi yake ilikuwa awe kule uwanjani anapigana na Wamidiani na Wafilisti, ili wasije kuangamiza wana wa Israeli, wasije kubeba yale mavuno, maana wale Wamidiani wametumika kuharibu destiny ya wana wa Israeli, maana kile chochote wanachopata kinachukuliwa na baki mikono mitupu. Hii sio maisha. Bwana asifiwe sana. This is not the trade of God. Hii ni shetani ameingiza sumu, na ndugu yetu amejazwa uoga, anaona. Na ndipo pale tunasoma Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana akamtokea, because God is ready to rescue your destiny. Hallelujah. Kwa sababu nakuambia kwamba nyuma yako umebeba watu wengi sana. Amen. Kuna watu ukifaulu, kuna watu wengi sana watakuwa wamefaulu ambao wako nyuma yako. Bwana asifiwe sana. So ichimisi ya kwamba ukianguka, kuna watu wengine wataanguka wengi sana wako nyuma yako. So we need to claim back, amen, huo ukuu wa Mungu ambao Mungu ametupatia. Kwa hiyo Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Na Gideoni akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, na tunaona malaika sasa amekuja na ujumbe na kuja kumwambia yeye ni nani. Ndipo anamwambia kwamba kwanza, Bwana yu pamoja nawe. Amen. So hata vile unajificha, ungejua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe, hungejificha.
So anaambia kwamba Bwana yu pamoja nawe, na sio hivyo tu, wewe ni shujaa. Bwana yu pamoja nawe, shujaa. So ameelezewa yeye ni nani. So yale unaoyafanya sio haya ungestahili kufanya, lakini ya kwamba kuna mtu amechezea maisha yako, kuna mtu amechezea destiny yako, ndio maana umebaki kwenye mashimo, umejificha. We haustahili kuwa kwenye mashimo, ungestahili kuwa mahali pengine. Mstari wa 13, katika mstari wa 13 Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? So nafikia kwamba angejua yeye ndiye angejibu, angesema ya kwamba haya mambo yametupata kwa sababu ya uzembe wangu. Maana haya mambo yamewapata, hiyo ya kuteswa na Wamidiani, kwa sababu ya uzembe wa Gideoni. Kwa sababu Gideoni hakujielewa, alichanganywa akili. Kuna kitu kilitolewa ndani yake, kuna ujasiri ulitolewa ndani yake, na hivyo ni ya kwamba hatima yake ikawa tampered with. So hatembei katika ule mtiririko wa kile Mungu ameweka ndani yake, kile Mungu aliona ndani yake. Ndipo sasa anaanza kuargue na anasema ya kwamba itawezekanaje ikiwa Bwana yu pamoja nasi? Mbona mambo haya yote yametupata? Yuko wapi? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Huyu Mungu naongea juu yake, waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa. Anatafuta sababu, naye ametutia katika mikononi mwa Wamidiani. May God help us. Bwana Yesu asiwe sana. So mpendwa huyu, kuna kitu kilimponyoka, kuna kitu kilitolewa ndani yake, na ndipo sasa mwelekeo wake wa maisha, yeye haoni akiwa na future, haoni Mungu akiwa pamoja naye, lakini anaona akiwa mtu ambaye amemalizika. Tukimalizia pale mstari wa 14, Biblia inasema ya kwamba Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Amen. So anaambiwa na malaika, anaambia kwamba Gideoni, ungejua kile umebeba. Yaani kama uwezo ambao uko nao, Israeli nzima iko mabegani mwako. Haya mambo anaopitia hawangestahili kupitia ukiwa wewe uko. Na anasema ya kwamba enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si ni mimi ninaye kutuma? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunaona Gideoni anaanza kuwa restored, anaregeshwa kwenye barabara ya kuelekea kwenye hatima yake, the destiny, a brighter destiny, a strong destiny. Atembee ndani ya utukufu, nyota yake ikaweze kung'aa, nyota ambayo imezimwa, nyota ambayo imechafuliwa, nyota ambayo haing'ai, haonekani tena, amezimwa. Maana adui, Bwana sio sana, hata wale wanaocheza mpira, yule mtu ambaye ndiye star, huyo ndiye huwa anaonekana sana na wale opponent wao. So hata wakiketi na kochi wao wakiongea, wanapoingia half time, wanaambia kwamba fulani amakiwe sana, hata kama anaweza kufyekwa, afyekwe tumlemaze, maana tukimlemaza kidogo tutaweza kupumua. So hichi ndio kitu ambacho kilifanywa Gideoni, ni ya kwamba alilemazwa na wale Wafilisti na Wamidiani, wakaweza kupumua na wakapata nafasi ya kutesa wana wa Israeli. Haleluya. Lakini Bwana amekuja kumwambia kwamba Gideoni, wewe ni shujaa, sasa amka, nenda ukapigane na hawa Wamidiani, na Biblia inasema ya kwamba utapigana kwa huu uwezo tu uko nao. Amen. Maana ile mistari tumeruka hapo, alijaribu kujielezea kwamba mimi ni kijana mdogo, kwetu ni masikini, siwezi jambo hili. Kuna jinsi alikuwa amepunguzwa hata kwa mawazo yake, akaona ya kwamba vile mahali amezaliwa ni watu maskini, so hawezi, haiwezekani iwe ni yeye. Lakini ya kwamba
tangia hajaubwa kwenye tumbo ya mama yake, Mungu alimuona. Mungu aliona Israeli nzima ikiwa mabegani mwake ameibeba. Haleluya! Huyo ndio uwezo ambao alikuwa nao, lakini kwa sababu ya adui ambaye anataka kumwangamiza, akachukua hatima yake akaiweka chini. Haleluya! Lakini malaika anamwambia kwamba enenda, kwa huo uwezo uko nao. Mahali pengine Biblia inasema ya kwamba maana hao wa Midiani unaowaona utawapiga kwa mkono wako. Bwana asifiwe sana. Haleluya! Wanahitaji tu pigo moja, uwapige kwa pigo moja na utakuwa umewamaliza. Haleluya! So ninasema ya kwamba when your star is arrested, you can waste time doing the wrong career. Gideoni alifanya yale mambo hakustahili kufanya, lakini naona ya kwamba amerudishwa kwa njia. Amen. Na pili niseme ya kwamba nikimalizia nayo ni ya kwamba continuous closed door despite your effort. You operate in a continuous closed door despite your effort. Una operate katika milango, yani kama una bidii nyingi sana unafanya kazi, lakini pamoja na kwamba una bidii sana na juhudi nyingi sana, lakini unafanya kazi ndani ya milango iliyofungwa au chini ya bingu iliyofungwa. So unahitaji ya kwamba na hatima yako ikaweze kufunguliwa. Unang'ang'ana sana, lakini haitokei matokeo vile ingestahili kutokea, vile ungetamani kaweze kutokea. Hata unashangaa, mbona fulani ninaona yeye mambo yake, mbona naona anafanya na inatokea, na bidii, mimi nina bidii hata kuliko yeye. Because you are operating under closed door. Maana there is somebody who has tampered with your destiny. Hallelujah. There is somebody who is playing with your destiny. Kuna mtu anacheza karata na kamari na hatima yako. Ndio maana unang'ang'ana sana, lakini kusonga kwako ni kidogo sana. Hatua unaopiga ni hatua kidogo sana, hauendi. Lakini mchana wa leo tuko hapa nikwambia kwamba hatima yako inafunguliwa, destiny yako inafunguliwa. Tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu. Naomba timu yetu ya praise team kaweze kuja hapa, naweza kupata wimbo moja wa worship, maana natamani